Karibu mtazamaji kwenye mahojiano maalum kama tulivyokujuza tulipoanza kipindi cha Morning Launch kwamba leo tutakuwa na mgeni hapa studio, na tuko na mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Arusha. Huyu ni Robert George ambaye tutazungumza naye hapa studio mambo mbalimbali ambayo yanahusu masuala mazima ya ushirika mkoa wa Arusha. Tuko naye hapa studio na tunaenda kuzungumza baadhi ya mambo. Karibu kwa ajili ya kuungana nasi. Mrajisi, habari za wakati huu? Asante sana mtangazaji. Karibu sana ndani ya studio za IA Media. Asante sana. Tuanze kuzungumza kile ambacho kimetuweka hapa. Ningetamani uanze kulizungumzia jukwaa hili ambalo mmeliandaa nyie kama wasimamizi wa chama cha ushirika hapa mkoa wa Arusha. Cha kwanza kabisa ambacho mimi pamoja na mtazamaji tungependa kufahamu, ungetuambia jukwaa la ushirika ni kitu gani hasa? Jukwaa la ushirika ni mkutano ambao wanaushirika huwa wanakutana kwa lengo la kubadilishana fursa, kubadilishana mawazo, lakini wanapata fursa pia kukutana na viongozi mbalimbali, viongozi wa serikali, wadau wanaofanya kazi na ushirika ambao wanaalikwa kwenye mkutano ule. Kwa hiyo kwenye ule mkutano huwa wadau pia wanapata fursa ya kujua wanaoshirika na shughuli zao, na wao wanaweza wakafanya intervention kwa sababu ushirika unajua ni mtambuka. Sasa wanapokutana viongozi hawa wa vyama vya ushirika, watendaji wa vyama vya ushirika, wanachama kwenye mkutano ule, wakichanganyikana na wadau wanapata fursa ya kujua ushirika. Wanajua kwamba kuna fursa gani kwenye ushirika. Kwa mfano wanakuweko wadau, labda wamealikwa wadau wa mabenki, wadau wa bima, na ushirika nao ni biashara. Sasa unakuta watu wa benki wanapata wateja wa kuweza kufanya nao kazi. Watu wa benki wanapata, wa bima wanapata wateja wa kufanya nao kazi pia. Okay, ningependa kufahamu pia chama hichi cha ushirika au ushirika huu na watu kutoka sehemu zipi? Kwa ufupi mimi nafahamu kwamba kuna SACCOS zile ambazo zinapatikana ndani ya jiji la Arusha, lakini ungetufahamisha taasisi nyingine pia ambazo ziko ndani ya jumuiya hii ya ushirika ambao inahusisha watu wengi kwao. Ushirika huko ina nyingi sana ndugu mtangazaji. Kwa mkoa wetu wa Arusha tuna ushirika wa akiba na mikopo, ndio huo unaozungumza ambao ni SACCOS, lakini tuna ushirika wa vyama vya mazao ambao ni AMCOS, Agricultural Marketing Cooperative Societies, lakini tuna ushirika wa wafugaji ambao wanajishughulisha na kazi ya kufuga ng'ombe wa maziwa. Lakini tuna ushirika pia wa mboga ambao wakulima wa mboga wanakusanyika pamoja, wanaweza kutafuta soko la mazao yao. Kwa hiyo ushirika huu maana yake tuna bidhaa tofauti kama ulivyosema mboga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuna vyakula huko lakini pia tuna hizi SACCOS na taasisi nyingine ambazo zinahusika. Ushirika wafanya biashara pia. Kwa hiyo vitu ni vingi na watu ni wengi sana ambao kuna ni wao ushirika ambao mmeweza kuanzisha. Tungependa kufahamu malengo hasa ya kuanzisha ushirika huu, kwa sababu tunajua kila kitu ambacho kinaanzishwa lazima huwa kuna malengo ambayo watu wameyatarget ili kuhakikisha kwamba wanayafikia. Kuanzishwa kwa jukwaa hili la ushirika Arusha, malengo hasa yalikuwa nini? Jukwaa hili la ushirika si kwamba limeanzishwa. Hii ni maelekezo ambayo yanatoka kwa viongozi ambao wanasimamia ushirika nchini, kwamba kila mkoa lazima inapofika mwisho wa mwaka wanaushirika waweze kukutana. Ndio maana inaitwa jukwaa. Yaani wanaushirika wanakutana, alafu wanajadili changamoto walizonazo, fursa walizonazo, maendeleo, elimu, wapi mtu amekwama kwenye ushirika wake. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa mfano ushirika labda wa wafugaji, labda huko Karatu, wanakutana na ushirika wa wafugaji walioko Monduli. Changamoto ambazo wanaziona kule Karatu inaweza kuwa kwa Monduli ni fursa. Kwa hiyo pale wanapobadilishana mawazo, ina maana mtu anapoona kwamba kwake labda ile changamoto ni kubwa, lakini mwenzake anamsaidia kumpa mawazo, mwisho wa siku ile changamoto inageuka kuwa fursa. Kwa hiyo jukwaa la ushirika tuzungumze tu kwamba sio kwa Arusha peke yake bali ni Tanzania nzima. Ni nchi nzima, nzima. Kama hivi jana Tabora wanaandala kwao. Sasa kama ni nchi nzima, maana yake inaonekana ni project ambayo inabeba watu wengi sana na inasaidia watu wengi sana, hususan katika masuala mazima ya biashara,
na vitu kama hivi ambavyo huwa vinaanzishwa sasa? Siwezi nikasema ni project, ndugu mtangazaji. Yani hii ni mikutano. Ni mikutano ambayo wanaushirika nchi nzima. Nchi hii na wanaushirika ina vyama karibia 7,000. Sasa nchi nzima, kila mkoa unakuwa na mkutano wa kwake wa wanaushirika kukutana, kujadiliana fursa, maendeleo ya ushirika wao na changamoto walizonazo ndani ya ushirika. Ndio maana nikasema kuna watu wengi sana ambao wakifika au wakiwa wanachama ndani ya ushirika, kuna msaada mkubwa sana wanaupata kutokana na vile vitu ambavyo wanakuwa wanavifanya. Hilo ni obvious kwa sababu kwenye ushirika ni watu ambao wamekaa pamoja, ambao waliona changamoto walionayo au walizonazo mmoja hawezi kuzitatua. Kwa hiyo wanaamua kuungana, alafu wanapata ufumbuzi wa ile changamoto. Sawa, tubaki hapo. Unijuze kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshakuwa wanachama sasa ndani ya ushirika huu, na nafahamu kuna wale wengine hawana labda uelewa kwamba kuna hili jukwaa la ushirika ambalo liko Arusha, liko Dar es Salaam, liko Tabora, liko Dodoma na mikoa mingine. Mnahakikisha vipi kwa yule mtu ambaye hana uelewa anapata uelewa ili na yeye aanze kusogelea jukwaa hili kwa ajili ya kuweza kufaidika? Sasa hii ndio sehemu pekee ya mtu ambaye haelewi ushirika ndo anaalikwa kuja, kwa sababu jukwaa hili halibebi wanaushirika peke yake. Linabeba walio wanachama wa chama vya ushirika, lakini ambao sio wanachama, ili waweze kuona wanaushirika wanavyojadili maendeleo yao ndani ya ushirika. Kwa hiyo inamsaidia pia, ili jukwaa linamsaidia yule asi mwanaushirika kesho kujiunga kwa mwanaushirika, kwa sababu atakuwa amesikia mafanikio ambayo wanaushirika wanayapata ndani ya ushirika. Na kuna process ya kujisajili, labda kama SACCOS iko ndani ya jukwaa la ushirika, na labda kuna taasisi, kuna watu wengine ambao wanaingia ndani ya ushirika. Kuna namna ya kujisajili kwa ajili ya kuanza kuwa mwanachama rasmi, au ni mkakati gani ambao unafanyika kuhakikisha kwamba mtu anakuwa mwanachama active ambaye anaweza akawa anashiriki kwenye haya mambo ambayo mnayaandaa kila wakati? Mtu kushiriki ni kwamba kama nilivyosema, huu ni mkutano. Lakini mtu kushiriki kwenye ushirika ni yeye anajisajili kwenye chama chake kwenye eneo alipo kuna chama cha ushirika. Sasa anajisajili kule, anakuwa mwanaushirika. Sasa akisha kuwa mwanachama wa chama cha ushirika, kunapokuwa na makongamano kama haya, automatically yeye anakuja, kwa sababu tayari ameshauelewa ushirika na anaelewa lengo na madhumuni ya huu mkutano. Kwa sababu huu mkutano lengo lake tu ni kuwaweka wanaushirika pamoja, viongozi wa serikali wa mkoa, viongozi mbalimbali wanachama, wadau mbalimbali kama nilivyosema, wanakaa pamoja kwenye mkutano kujadili ushirika ndani ya mkoa, kwamba ushirika una fursa gani, ushirika umeleta maendeleo gani, ushirika una changamoto gani. Sasa panapokuwa kuna viongozi wa mkoa, kama kuna changamoto ambayo inatakiwa kubebwa na serikali, viongozi wa mkoa wanatoa ufafanuzi. Kwa watu wanapata msaada pale, wanapata ufafanuzi pale, kwa sababu majukwaa haya viongozi wa mkoa wanakuwepo, mkuu wa mkoa, rasi. Kwa hiyo atasikiliza changamoto ambazo wanaushirika walizonazo. Watu wa TRA watakuwepo wakitoa mafunzo yao. Wadau kuna taasisi mbalimbali ambazo zitashiriki siku ya jukwaa hili. Zinakuweko taasisi mbalimbali. Lengo ni kuwapa elimu wanaushirika, waelewe jinsi ambavyo taasisi za serikali zinavyofanya kazi nao pamoja. Okay, kama mrajisi msaidizi wa jukwaa hili la ushirika mkoa wa Arusha, kipindi cha nyuma, miaka ambayo mmeshafanya mkutano huu, mafanikio mpaka sasa hivi yakoje? Mafanikio ni makubwa, kwa sababu namba kubwa ya wanaushirika wamejiunga kwenye vyama vyao. Kwa sababu wananchi wengi wanapata kuelewa. Kwa sababu kupitia hii mikutano wanachama wanapata kuelewa kwa kina. Kwa sababu wanakutana na wale watu moja kwa moja, sio yale ya kusikia mtaani. Wanakutana na wale wanaushirika wenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kweli mafanikio ni makubwa, kwa sababu tunatengeneza ile awareness. Yani watu wanaelewa kwamba nini kinachofanyika ndani ya ushirika. Mafanikio ni makubwa. Mafanikio ni makubwa. Na tutubaki kwenye kile ambacho mnakifanya. Tunafahamu kwamba kwa sasa hivi kwa nchi yetu ya Tanzania uchumi wetu unazidi kukua kila siku kutokana na effort kubwa ambazo zinafanywa. Na ukizungumzia jukwaa la ushirika, kwa sababu mnakutanisha watu mbalimbali, naamini nanyewe mnaweza mkawa na nafasi yenu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba uchumi unazidi kufika mbali. Nafasi yenu unaiona wapi katika swala hili la kuendelea kukuza uchumi ambao tunauona kila siku tunazidi kufika mbali zaidi? Kwanza ndugu mtangazaji, sekta ya ushirika ndio imebeba watu wengi. Yani ukiuzungumza uchumi wa kilimo uko kwenye sekta ya ushirika.
masuala ya biashara. Ukizungumza masuala ya fedha kwenye SACCOS iko kwa wanaoshirika. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana sekta ya ushirika inachangia mchango mkubwa sana katika kuendeleza uchumi wa nchi yetu. Kwa sababu watu mbalimbali wanakusanyika kwa pamoja, wakulima wanalima mazao yao, wanakusanya pamoja, wanauza pamoja. Kwa hiyo unaiona kabisa. Yaani kwa mfano kama wakulima wa kahawa wanapokusanyika pamoja, wanauza kahawa yao, wanapata fedha. Fedha inakuja kijijini. Ikija kijijini, mkulima aliyelima kahawa yake atakwenda kununua nyama. Yule aliyeuza nyama atakwenda kununua sabuni. Aliyeuza sabuni atakwenda kununua sukari. Kwa hiyo unakuta mzunguko wa fedha ndani ya eneo husika unakuwepo. Mzunguko unakuwa mkubwa sana. Unakuwa mkubwa kwa sababu wakulima tayari wameshapata fedha. Ushirika huu, mtu ambaye anatazama, kuna kijana ambaye anatazama kupitia Morning Launch kwa sasa, labda anawaza kwamba kuingia kwenye hivi vyama vya ushirika ambavyo wanajisajili then wanakuja kwenye hili jukwaa, labda lina contain wale watu ambao labda umri umeenda, labda vijana wadogo hawawezi kushiriki, kwa sababu tumeona pia muamko wa vijana kwenye kushiriki kwenye vitu kama hivi. Wanaona kwamba labda wale age go, wale ambao wana umri mkubwa sana wanaweza kushiriki kwenye vitu kama hivi. Niko na Mrajisi hapo, tuambie kwa vijana, kuna mwitikio wa vijana au kuna namna kama wanakuwa kama hawachangamki fursa kama hizi ambazo mnakuwa mnazitoa kama jukwaa la ushirika? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli nashukuru, kwanza vijana wengi sasa wameshaanza kuelewa ushirika. Tuna ushirika mpaka wa bodaboda hapa mjini. Kwa hiyo vijana wanajifunza, wana vikundi vyao, wanajifunza namna ya kuweka akiba. Na wito wangu kwa vijana kupitia vile vya watu wa bodaboda na vitu kama hivi kabisa. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa vijana, tena kupitia chombo hiki, ni vizuri wakaingia kwenye ushirika, waanze kujifunza matumizi bora ya fedha. Vijana sio kwamba hawana fedha. Vijana wana fedha. Lakini ni namna tu, ni namna ya kupanga matumizi na priority. Kwa sababu nikiangalia kwako hapo una hiyo simu, utakuta umeshanunua bando ya shilingi 1500 kwa ajili ya Facebook, 10,000. Lakini haikupi hela wewe. Lakini kumbe 10,000 ongeza kupanga, hata ukasave shilingi 4,000. Kesho ukasave tena 4,000. Kesho kuto ukipata tatizo la 8,000 inakuwa tayari unayo. Lakini sasa unakuta 10,000 unaweza kuitumia leo na ikaisha, kesho kalalamika huna fedha. Kwa hiyo mahali pazuri pa kujifunza namna ya kutunza fedha, vijana nikawashauri wengi wakajiunga kwenye SACCOS. Kwa sababu kwenye SACCOS zetu wanafundishwa namna ya kuweka akiba. Lakini pia wanafundishwa namna ya kufungua miradi midogo midogo. Ni jinsi gani kupitia fedha yake ndogo aliyoweka anaweza akapata mkopo, na akipata mkopo ni baada ya kuwa na mradi wa kufanya. Ili SACCOS iweze sasa kumlea kidogo kidogo na mwisho wa siku aweze kutoka. Sawa, Mrajisi anazungumza kwamba vijana ni vyema tukaanza kuweka akiba, kuhakikisha kwamba tunafanya vitu ambavyo vinaweza vikatuingizia fedha. Sio unatumia shilingi 10,000 kwa ajili ya kununua bando, unafanya vitu ambavyo siku ya kesho au mwezi unaokuja au mwaka unaokuja haiwezi kukuingizia kipato. Hichi ndio kitu ambacho akizungumza hapa. Mrajisi, kuelekea jukwaa kuu la maendeleo ya ushirika mkoa wa Arusha ambalo mmelipanga kulifanya siku ya tarehe 30 na 31 mwezi wa 5. Ningetamani kwa mtu ambaye anatutazama uzungumze kwa kifupi kuelekea jukwaa hili kubwa ambalo mmeliandaa pia kama viongozi ambao mnahusika na ushirika huu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kuelekea jukwaa hili la ushirika, ningependa sana kualika wakazi wa Arusha kuweza kushiriki na kuweza kuona maendeleo ya ushirika na sekta ya ushirika. Tunazo shughuli nyingi ambazo wanaushirika wanafanya ambazo zinamgusa kila mwana Arusha. Kwa hiyo ningetamani sana wana Arusha waweze kushiriki kwenye jukwaa hili, ili wote kwa pamoja tukiwa tunakusanya nguvu zetu kwa pamoja, tutakuwa tuna nguvu kubwa ya uchumi ndani ya mkoa wetu. Maandalizi mpaka sasa mmefika wapi na tutegemee kupata jukwaa la aina gani? Maandalizi mpaka sasa ni mazuri. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba tutegemee kupata jukwaa zuri ambalo wana ushirika wataonyesha fursa mbalimbali, lakini na wasio wanachama pia watakaoweza kushiriki wataweza kupata fursa ya kuweza kuingia kwenye ushirika, na wao waone ni jinsi gani ambavyo watu wananufaika ndani ya ushirika. Mwanzo tulivyokuwa tunazungumza, kuna sehemu umezungumza kwamba kuna taasisi tofauti ambazo mmezialika kwa ajili ya kwenda kukutana na watu ambao watashiriki kwenye hili jukwaa la ushirika ambalo litafanyika tarehe 30 na 31 mwezi huu wa 5. Taasisi ambazo zitakuwepo ambazo wananchi wakifika wanaweza wakapata
msaada kutokana na ile huduma ambayo wanaitoa, unaweza ukatupitisha huko pia? Ndio, moja ya taasisi ambayo atakuwepo, TRA atakuwepo kwa ajili ya kufundisha namna gani watu wanapaswa kuweza kulipa kodi, namna gani wanatakiwa wajue katika biashara zao kodi namna gani inalipo. Kwa hiyo kutakuwa na elimu mbalimbali ambazo walio wanachama na wasio wanachama wataweza kunufaika. Hivyo mimi wito wangu tu ni watu waweze kufika kwenye jukwaa, waweze kuona mambo mengi ambayo yatakuwa yanatolewa pale. Elimu ya fedha, watu watapewa namna gani wa kuweza kutunza fedha zao, namna ya kuandika vitabu vya hesabu vya biashara zao, ili mwisho wa siku mtu aweze kujua. Tunaposema mali bila daftari huisha bila habari, wataielewa siku hiyo. Mali bila daftari huisha bila habari. Hayo ni mawazo, lakini pia ni maneno ya mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Arusha ambaye tulikuwa naye hapa ndani ya Morning Launch, na tumeweza kuzungumza mambo mengi sana kuelekea jukwaa hili kubwa ambalo ametujuza litafanyika siku ya tarehe 30 na 31 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Sasa ni wewe mwana Arusha, ni wewe ambaye unatamani kufanya biashara, ni wewe ambaye uko kwenye chama chako unatamani kushiriki, ni vyema ukaanza kufuatilia hasa namna gani ambavyo unaweza ukafika, na hujatujuza pia litafanyika maeneo gani, sehemu litafanyika au bado tutawajulisha hivi karibuni. Bado tunaendelea na maandalizi, kwa tutawajulisha jukwaa pekee ambalo tutaweza kualika siku hiyo. Basi nimshukuru sana mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Arusha, Robert George, ambaye nilikuwa naye hapa. Mrajisi, nikushukuru sana na niwatakie maandalizi mema kuhakikisha kwamba jukwaa hili linaenda kujibu maswali mengi sana, aidha ya wafanyabiashara, ya wakulima na wananchi wote wa Arusha ambao watashiriki siku ya jukwaa. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Tumetamatisha hivyo, na kama nilivyokujuza tulikuwa na mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Arusha. Ametujuza jukwaa hilo ambalo litafanyika siku ya tarehe 30 na 31 mwezi wa 5. Hii ni Morning Launch ya IATV. Jina langu naitwa Ombeni Kifum. Endelea kuwa nasi kwa kitu ambacho kinaendelea kwa sasa.